Asanteni sana ndugu zangu, watu wa Kisumu na watu wa Kabonyo Kanyakwal, hamjambo? Amoso ujodurwa untie jodurwa umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione salamu kwa mkono. Asante sana. Thank you very much. Kwanza watu wa Nyanza, watu wa Kisumu na watu wa Kabonyo, nasimama hapa mbele yenu kusema asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani hapa Kisumu Dala. Na mimi nataka pia niwashukuru. Nilikuja hapa nikaomba kura yenu na mkanipatia kidogo. Mimi nimekuja kusema asante sana. Asante sana. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaeleze hivi. Tulikubaliana tukimalizana na mambo ya uchaguzi. Sasa tutaendelea mbele na mipango ya maendeleo. Si ndio? Na ndio leo mimi nimefika hapa kwa sababu tulikubaliana njia ya kubadilisha Kenya, njia ya kubadilisha taifa letu ni kupitia miradi na mipango ya maendeleo. Si ni kweli jameni? Mimi nimefika hapa leo kwa sababu hapa Kabonyo mumengojea hii mradi vile governor amesema miaka 20. Lakini mimi nataka niwahakikishie vile nimefika hapa leo, nitarudi hapa kabla ya Disemba mwaka ujao itakuwa imekamilika. And I want to commit to the people of Kabonyo and Kisumu that we are embarking on this project, and before December next year this project is going to be complete. Mpango yetu hii ya hii mradi ni kwa sababu uvuvi ni ya muhimu sana katika uchumi wa kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Fish is one of the items that is going to help us sort out the challenge of cost of living by making sure that we have adequate food in the Republic of Kenya. Na ndio sababu hiyo tumekuja hapa katika hii mradi, na hapa tumekubaliana na serikali ya Hungary. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga hii mradi, kuhakikisha ya kwamba tutakuwa na fish pond, kuhakikisha ya kwamba tutatoa hapa fingerlings. Mumesikia balozi akisema hapa tutakuwa tunatoa fingerlings milioni 7 kila mwaka in the first year of operation. Alafu tukienda mbele tutaongeza ifike milioni 10. Na mpango yetu ni kwamba ili tuwe na samaki ya kutosha, hapa ndio tutazalisha fingerlings, tutaziweka katika zile fish ponds zingine katika sehemu hii, na vile vile tutatumia katika restocking ya Lake Victoria hapa chini. Hapa Lake Victoria kwa sababu ya uvuvi tumepata matatizo kidogo, saa zingine samaki inakosekana. Na ndio sababu hiyo we must engage in the business and in the program of restocking Lake Victoria. And this project we are having here today is going to be part of the process of restocking Lake Victoria, because as I have told you, we are going to be generating at least 7 million fingerlings from this project every year, so that we can restock all our fish ponds in this region and also restock Lake Victoria for purposes of ensuring that we have adequate fish as we go along, making sure that we have adequate food and we can reduce the cost of living in the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? Vile vile, mbali na mradi huu, wacha mimi niwatangazie pia ya kwamba katika ufuo huu wa ziwa la Lake Victoria tunajenga
landing sites, fish landing sites zingine 8. Pale Luanda Kotieno tumemaliza tayari fishing landing site ya kwanza. Pale Siaya pia tutajenga mahali inaitwa Wichlum. Tunajenga pia landing site ingine hapo. Hapa Kisumu tunajenga landing site mahali inaitwa Asat na mahali inaitwa Ogal. Na vile vile Homa Bay tunajenga landing sites 2. Na kule Migori tunajenga landing site moja, tumekamilisha Sori, na ingine tutajenga, so that we have at least 8 different landing sites. Na katika landing sites hizo tumeweka pesa shilingi milioni 900 kuhakikisha kwamba all those landing sites are functioning in the next 1 year. Pale kwa hiyo landing site tutahakikisha ya kwamba kuna cold storage. Pale kwa hizo landing site 9 vile tutahakikisha ya kwamba kuna mambo ya processing, na tutahakikisha ya kwamba tunapanga mambo ya BMUs. Tuhakikisha kwamba vijana na cooperatives wamejipanga vizuri. Tuhakikishe ya kwamba there is a marketing process that enables the fishermen, the fisherfolk, and all the chain of fishing to make sure that we derive benefits from our fishing, and we create market so that those who are involved can earn revenue. Tunaelewana jameni? Vile vile mkiwa hapa Nyanza, mimi pia nataka niwatangazie hivi. Mambo ya rice growing hapa Haero, tumekubaliana kama serikali ya Kenya ya kwamba hatuwezi kuendelea kuagiza mchele kutoka nje miaka yote. Ndio tumeweka mpango maalum tuhakikishe ya kwamba tunazalisha mchele hapa Kenya. Na ndio sababu we have a comprehensive program, and we are going to work with the county government to make sure that all the rice programs here, including the one called Kuja pale Migori, tutaianzisha upya. Ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha mchele ili pia tupunguze gharama ya chakula. Watu wa Nyanza, mimi nataka pia niwaeleze ya kwamba tunatumia karibu shilingi bilioni 100 kuagiza mambo ya edible oil. Na ndio tumesema hapa Nyanza tunataka muzalishe sunflower na muzalishe mambo ya, hapana miwa, ngoja ni miwa kwanza. Taongea mambo ya miwa baadaye. Mambo ya sunflower na mambo ya soya. Na tayari tumekubaliana na nyinyi ya kwamba this year we are importing 500 metric tons seeds for sunflower, and we are going to work with the counties of Migori, Homa Bay, Kisumu, Busia, Siaya, tuhakikisha ya kwamba tunazalisha hiyo mambo ya mafuta, ndio tuwache kuagiza kutoka nje, and we can give more revenue and more earnings to our farmers. Tunakubaliana? Vile mumesema nyinyi wenyewe ya kwamba mambo ya miwa imekuwa na matatizo mingi. Si ni kweli? Sasa tumekubaliana hivyo, munisikize vizuri. Sawa? Kwanza, hii miwa business imekuwa na matatizo kubwa sana ya madeni. Hapa miwa ya hapa Chemelil, hapa Moroni, hii ya Miwani, ile ya Soni, ya kule Mumias pamoja na ile ya Nzoia, iko na deni ya bilioni 117. Bilioni 117. Na ndio nimesema ili kuokoa hizi kampuni ya sukari, nimesema ya kwamba hiyo bilioni 117 tutaifutilia mbali kama serikali ya Kenya. Na tayari nimepitisha katika baraza la mawaziri, na tayari imepitishwa kule bunge, na sasa madeni hiyo yote imefutiliwa mbali, ndio tuanze upya. Nyinyi mnanielewa? Na kwa sababu tumeondoa the biggest stumbling block to the development and transformation of our sugar mills,
Mimi sasa nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba tutafanya mpango, na tumekubaliana na governors wenu, tumekubaliana na wabunge wenu on what we are going to do so that we can make sure that mambo ya kilimo ya sukari, mambo ya kilimo ya miwa inafanywa kwa njia ambayo itafaidi wananchi na itatusaidia pia kuhakikisha ya kwamba viwanda zetu zinaendelea vizuri, na vile vile tunapata mambo ya sukari ambayo imezalishwa na wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nitarudi hapa hivi karibuni kwa sababu mambo ya miwa ni mambo ya muhimu, and I committed myself that I am going to sort out this problem of mambo ya miwa, kwa sababu hii miwa imesumbuliwa sana na watu wachache, watu wakora, matapeli na watu ambao wanajifanya wajeuri na wafisadi. Na vile nilitangaza kule Mumias, niliwaambia hawa watu wakora, wafisadi na watu wa bure ambao wanataka kuendelea kuteka nyara biashara ya miwa, niliwaambia mambo ni matatu. Mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Hawa wakora wote na wafisadi mambo yao ni matatu. Either wahame Kenya, waende jela, ama waende wapi? Basi sawa sawa. Ninyi kumbe mnajua. Sina mna hiyo. So mimi nataka vile vile niwaeleze hivi. Tunaelewana jameni? Mimi vile vile nataka niwaeleze hivi. Mbali na mambo ya miwa, bado tuko na changamoto kubwa ya vijana wengi hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Si vijana wengi wanahangaika jameni? Na ndio nimesema lazima tuwe na mpango maalum ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Na ndio sababu hiyo nimeweka mpango ya housing hapa Kisumu. Tayari tumekubaliana the first phase ya nyumba 5,000, na mimi nahitaji vijana 7,000 watakaofanya kazi ya housing phase 1 ya 5,000 units hapa Kisumu. Vijana wa Kisumu mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Mtafanya hiyo kazi? Mimi nitarudi hapa kabla ya Disemba kuja kuanzisha phase 1 ya housing ya Kisumu County. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mbali na ajira itakayopatikana katika mambo ya housing, huyu Owalo nimemwambia lazima tuwe na mpango ya digital jobs. Na ndio sababu hiyo tumesema tutajenga ICT hub katika kila ward. In every ward in Kenya, we are going to have an ICT hub where we are going to have between 200, 300, 500 young people who are going to engage using the digital platform so that we can create digital jobs. Vijana wanaweza kufanya kazi Marekani wakiwa hapa Kabonyo. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana jameni? Jambo la tatu, mimi vile vile nataka niwaambie hivi. Ama jambo la 4, nataka niwaambie vile vile tumekubaliana ya kwamba wale wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara, wengi wanahangaika, hawana masoko ya kutosha. Hapa Kisumu tutajenga soko ingine mpya 8 hapa Kisumu County. Na tutakubaliana na gavana wenu Profesa Nyang', na tutakubaliana na wabunge wenu, na huyu seneta wenu tushakubaliana na yeye. Vile tutapanga hiyo masoko yote, hawa vijana na kina mama waweze kufanya biashara mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna heshima, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba kazi ni kazi. Tumeelewana watu wa Kisumu Dala? Tumekubaliana? Tuko pamoja? Mwisho kabisa, mimi nataka niwahakikishie hivi. Ngojea tu kidogo boss. Mimi nataka
Sondu. Sondu. Haya. Maneno ya Sondu. Ndio hiyo mimi nataka kusema mwisho. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtema kuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja. Na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie na tayari tumeweka mpango kamili na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela, kwa sababu kuua mwananchi mwenzako ni mambo ambayo haikubaliki. Wanaweza kwenda hiyo safari ya tatu ile ya kwenda huko, lakini watapitia kotini kwanza. Si namna hiyo? Tunaelewana? Lakini pia pale Sondu lazima pia tujenge ile dam ambaye tulikubaliana. Viongozi wenu hawa wabunge wameniambia ya kwamba ni vizuri tupange upya vile tutajenga dam ya Sondu, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya maji inapatikana kwa njia ya sawasawa, ndio tuweze kuzalisha chakula, mpate maji ya kutosha, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Watu wa Kisumu tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi sijakuja Kisumu mambo ya siasa. Mimi nimekuja Kisumu mambo ya maendeleo. Kwa sababu tumekubaliana, sio? Profesa amenisaisha kidogo na ni mzuri. Najua huyu mtu ni profesa, mimi sijafika profesa. Amenikumbusha pia kwamba tuko na Koru Soin. Hapo ndio tunataka pia tujenge dam ingine, kwa sababu hiyo Koru Soin ilipatiwa na kandarasi, lakini iko na matatizo makubwa kwa sababu ya mambo ya pesa. So tumekubaliana tutabadilisha hiyo maneno na tutahakikisha kwamba hiyo Koru Soin, kwa mapenzi ya Mungu, tunabadilisha ile procurement model, ndio tuhakikisha kwamba dunia inasonga mbele. Tumekubaliana? Mimi mwisho mnataka barabara? Barabara. Haya. Nimesikia mambo yenu ya barabara. Na mnajua barabara ililete matatizo pale nyuma. Lakini katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa karibu bilioni 270. Mtangojea tu kidogo nikusanye ushuru. Si namna hiyo? Si mnajua budget ilipita miezi 2 iliyopita. Nitapanga vizuri, lakini nimesikia vile mmeniambia na hii masikio imesikia mambo yenu. Nitaipangia. Kwa hivyo watu wa Kisumu, mimi nataka niseme asante sana. Mjue mimi nawapenda sana na nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. God bless you. Thank you very much.